Karibu mpenzi mtazamaji wetu ndani ya Mzee Yakobo Sport. Tuweze kuangazia tetesi za usajili zilizojili barani Ulaya, ikiwa leo ni tarehe 21 Januari. Karibu uweze kusubscribe channel yetu ili uweze kuendelea kupata update nyingi zaidi za kimichezo. Moja kwa moja tuanze na kule Aston Villa. Klabu ya Aston Villa imeonyesha nia ya kutaka kumsajili beki wa Crystal Palace na Ufaransa Jean-Philippe Mateta mwenye umri wa miaka 28, huku the Eagles wakimsaka mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast Evan Guisand mwenye umri wa miaka 24. Athletic wanaripoti kwamba klabu ya Aston Villa lengo lao ni kuimarisha timu yao kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini pia hapo Aston Villa pia imeongeza juhudi za kumsajili kiungo mshambuliaji au striker wa Uingereza na ile timu ya AC Roma ambaye kwa sasa yuko Besiktas kwa mkopo, anayefahamika kwa jina la Tammy Abraham, ambaye Tammy Abraham ana umri wa miaka 28 kwa sasa. Amekuwa ni moja ya washambuliaji wazuri sana, ila amekuwa hapati nafasi kwenye timu ya kudumu, na ndio maana Aston Villa amemwekea ofa nono na kumfanya kuwa chaguo lao. Hivyo Aston Villa paka sasa wana washambuliaji wawili mezani. Kuna Philippe Mateta pamoja na Tammy Abraham. Atakayekubali ofa basi atatimkia kwenye timu hiyo. Kwingineko twende paka kule Uholanzi kwa klabu ya Ajax inataka kumsajili Manuel Ugarte mwenye umri wa miaka 24 kwa mkopo. Kiungo huyu mkabaji wa klabu ya Manchester United ambaye kwa sasa ameonekana kama vile timu ya Man U inataka kumweka sokoni. Na klabu ya Manchester United imewajibu Ajax na kuambia kwamba haina mpango wa kumtoa Ugarte kwa mkopo. Uruguay huyo Man U anataka kumuuza moja kwa moja na sio kumtoa kwa mkopo. Kwingineko mkufunzi wa Borussia Dortmund Niko Kovac ameibuka katika majina ya orodha ya wale makocha waliotajwa kwamba wanaweza wakachukua kazi ya kudumu ya ukocha katika klabu ya Manchester United. Ikumbuke kwamba Michael Carrick si kocha wa muda wote, amepewa kwa muda tu. Hivyo Man U bado wako sokoni, wanatafuta kocha mzoefu kwa ajili ya kuinoa timu hiyo. Na mkufunzi huyu wa Borussia Dortmund Niko Kovac ameibuka kwenye orodha ya watu wanaweza wakakabidhiwa timu hiyo. Pamekuwepo pia na majina mengine kama vile kocha mkuu wa Uingereza Thomas Tuchel na Robert De Zerbi, kocha wa Olympique Marseille ya Ufaransa, wanasalia kama walengwa wengine ambao wanaweza wakapewa kazi ya kuinoa Manchester United. Kwingineko klabu ya Inter Milan inataka kumsajili mlinda mlango wa Aston Villa Emiliano Martinez mwenye umri wa miaka 33, lakini mchezaji huyo wa kimataifa wa Argentina atalazimika kukubali kupunguziwa mshahara ili kusajiliwa na klabu ya Inter Milan. Ikumbuke kwamba Emiliano Martinez kwa muda mrefu amekuwa akiwekwa sokoni, lakini dili lake limekuwa halifanikiwi, na sasa Inter Milan wamemwambia akubali kupunguza mshahara ili waweze kumchukua kwenye timu yao. Kwingineko klabu ya Fulham itamenyana na Wolfsburg na Real Betis katika kinyang'anyiro cha kumsajili mshambuliaji wa Ireland Troy Parrott mwenye umri wa miaka 23 kutoka AZ Alkmaar msimu wa joto. Timu hizi tatu zote zinamtaka mchezaji huyo. Kwingineko kocha wa Coventry City Frank Lampard anapigiwa upatu kuchukua nafasi ya Oliver Glasner kama kocha wa Crystal Palace, huku klabu hiyo kimtaka Jose Bordalas wa Getafe na Inigo Perez wa Rayo Vallecano kama kocha wa kudumu kwenye timu yao. Kwingineko klabu ya Sunderland imewajibu Manchester United kwamba hawana mpango wa kumuuza kiungo wao Noah Sadiki mwenye umri wa miaka 21, ambapo iliripotiwa na Sky Sport kwamba Manchester United wametuma ombi la kumpata kiungo huyu mkabaji, na klabu ile ya Sunderland imewajibu kwamba hawana nia ya kumuuza Noah Sadiki, bado wana mpango kwenye project yao na bado wana nia ya kuendelea kumtumia mkongomani huyo kwenye timu yao. Hivyo Manchester United wanapaswa kuangalia mahala pengine, ila kumpata Noah Sadiki haitawezekana. Basi tumefika tamati ya tetesi za kimichezo kwa siku ya leo, na kukaribisha uweze kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza kitufe kilichoandikwa neno subscribe ili uendelee kuwa mwanafamilia, na kama unatufuatilia TikTok au Facebook bonyeza neno lililoandikwa follow. Bye bye, tukutane tena wakati mwingine.